let's do this. Usiku huo Rhino akiwa amelala kwenye chumba chake cha Magomeni akiwaza mke na mtoto aliowacha kijijini kwa sababu ya umaskini, simu yake ikaita. Namba ngeni, akajua labda ni abiria mpya anahitaji usafiri, akapokea simu ile. Halo Rhino, umefika salama kipenzi? Ilikuwa sauti ya Kabula. Wewe ni nani na namba yangu umeipata wapi? Rhino aliuliza akitetemeka. Mimi ni Kabula, usijali kuhusu namba. Angalia simu yako sasa hivi, najua una njaa. Sekunde chache baada ya kukata simu, Rhino alipokea ujumbe wa Tigo Pesa, shilingi milioni 1. Rhino alizimia kwa muda kwa mshtuko. Oh my God, let's do this. Kesho yake asubuhi, Kabula alimtembelea Rhino chumbani kwake. Hapo ndipo alipompasulia ukweli. Mimi si binadamu Rhino, ni jini, binti wa Mfalme Saka anayetawala himaya ya chini ya bahari. Nimekuja kukupa utajiri kwa sababu ya moyo wako. Kabula alimpa pete ya ajabu. Sharti ni hili, ivae saa 8 ya usiku. Utageuka kuwa upepo. Unaweza kuingia benki yoyote na kuchukua kiasi unachotaka. Hakuna mlinzi atakayekuona, lakini usimwambie mtu yoyote siri hii. Kabla hajaondoka, Kabula alimfungua macho Rhino kuhusu mke wake. Alimchukua kimiujiza mpaka kwenye nyumba ya bosi wa Rhino, yule aliyempa pikipiki. Rhino alishuhudia mke wake akiwa na yule bosi, na akaambiwa ukweli mchungu. Yule mtoto si wake. Moyo wa Rhino ulivunjika. Akaamua kuachana na mambo ya dunia na kuanza maisha mapya ya utajiri. Very life. I'm coming. Rhino akawa tajiri mkubwa, akasaidia maskini na kuishi maisha ya kifahari. Kabula alimtokea tena na kumpa sharti la mwisho. Ukitaka utajiri zaidi, lazima unioe. Usijali kipenzi changu. Ili uendelee kuwa tajiri, lazima unioe na tutaishi ujinini. Rhino ambaye alikuwa ameshampenda Kabula alikubali bila kusita. Hata hivyo, kule ujinini, Mfalme Saka hakuwa na furaha. Huyo ni binadamu, anaishi muda mfupi. Baba, mimi nimempenda. Kabula, huyu ni binadamu, anaishi miaka michache kisha anakufa. Wewe utaishi maelfu ya miaka. Utakuja kuumia mwanangu. Lakini Kabula aling'ang'ania. Mfalme Saka aliamua kumtuma binti yake mkubwa, Hairati, jini mkorofi na mrembo kuliko hata Kabula, aende duniani kumjaribu Rhino. Hairati alitokea baharini kama nyoka mkubwa wa kijani. Oh my God. Akageuka kuwa mwanamke mrembo sana. Pale ufukweni mwa bahari ya Hindi, mwangaza wa mwezi mpevu uliangazia mawimbi yaliyokuwa yakigonga miako. Kabula akiwa amevalia gauni lake jeupe lililokuwa likipepea kama upepo, alimtazama dada yake Hairati kwa macho yaliyopara moto wa bluu. Hairati, na kutahadharisha, sauti ya Kabula ilitetemeka kwa hasira. Rhino sio tu kujaribu kwangu, ni chaguo la moyo wangu. Ukivuka mipaka uliopewa na baba, nitasahau kuwa sisi ni damu moja. Hairati alicheka kicheko cha msingi kilichosikika kama sauti ya vioo vinavyovunjika. Moyo? Tangu lini sisi majini tukawa na moyo wa kupenda viumbe wa udongo Kabula? Rhino ni mtanashati, ana roho safi, sifa ambazo hata majini wa kiume wa kifalme hawana. Baba amenituma nimpime, na nitampima kwa kila hitaji la mwili na roho. Ghafla, Hairati aligeuka kuwa moshi wa kijani na kutoweka, akiacha harufu ya maani na upepo mkali. Kabula alibaki amesimama peke yake, akijua vika kuwa Hairati hakuwa anafanya mtihani tena, alikuwa anafanya windaji. Rhino sasa hakuwa yule mbeba abiria wa Magomeni aliyekuwa akishinda njaa. Alikuwa anaishi kwenye mjengo wa kifahari kando ya bahari, akizungukwa na kila aina ya anasa. Lakini pete ile ya ajabu aliyopewa na Kabula ilikuwa ikianza kumpa uzito rohoni. Kila saa 8 ya usiku, alipogeuka kuwa upepo na kuingia mabenki, alianza kuona sura za watu waliokuwa wakiteseka, na dhamira yake ilianza kumsuta. Siku moja asubuhi, mwanamke mmoja mrembo kupita kiasi alitokea getini kwake. Alikuwa amevalia mavazi ya kijani yaliyomkaa sawasawa, na macho yake yalikuwa na mvuto usio wa kawaida. Alijitambulisha kama Rahma, ambaye alikuwa ni Hairati. Nimekuja kuomba kazi, mzee Rhino. Usijali, karibu sana. Nimekuja kuomba kazi ya uhasibu, mzee Rhino, alisema kwa sauti ya kurembua. Rhino, kwa ukarimu wake ule ule,
alimkaribisha. Katika wiki 2 za kwanza, Hairati alitumia kila mbinu ya kibinadamu kumtega Reino. Alijifanya anaumwa, alijifanya ana shida za kifamilia, na hata wakati mwingine alijifanya amevamiwa na majambazi ili Reino amwokoe. No, siwezi hicho unachokitaka. Mimi ni mpenzi wa mtu. Reino, unautesa moyo wangu. Lakini Reino alibaki imara. Picha ya Kabula, yule mrembo aliyemtoa kwenye umaskini, ilikuwa imechongwa kwenye moyo wake. "Mbona unakataa kila ofa yangu, Reino?" Hairati alimuuliza siku moja wakiwa wamekaa bustanini usiku. "Mimi ni binadamu kama wewe. Naweza kukupa watoto, naweza kuishi nawe jua na mvua. Kabula ni jini. Ipo siku atakuacha au atakugeuza kuwa msukule." Reino alitabasamu kwa utulivu. "Kabula aliniona wakati sina kitu. Alinipa heshima wakati dunia ilinitemea mate. Hata kama ni jini, yeye ni mkweli kuliko binadamu wengi niliowajua." Wakati vita ya ushindani ikiendelea duniani,